adhabu ya mtu ambaye kaacha faradhi moja ya sala. Sasa sisi wengi tunatumia ujana kwanza. Kula ujana wetu, unakwenzi watoto wale ya saa 6 kamili, unajiridhisha mwenyewe. Swala hutaki kusali, unasema mimi kijana bwana. Hata ukawa na pesa unasema maka sendi kwa sababu nikirudi nitafanya makosa, nitafanya maasi. Yaani kishajipanga yeye kipindi hichi yeye afanye tu. Kisingizio chake ndio hicho. Mimi Muislamu sikai motoni milele. Sasa kama huyu kaacha kipindi kimoja cha swala, adhabu yake ni hukuba moja motoni. Ndo adhabu ya kipindi kimoja ulichokiacha. Hukuba moja ni miaka 80. Kila miaka 80, kila mwaka mmoja ni siku 360. Umefahamiana? Ukipiga mahesabu hapo sijui inakuja miaka milioni ngapi vile. Ni miaka milioni na hivi kwa sababu ya kipindi kimoja. Hasa mtu ambaye kwa miaka yake ya kuishi ya kufanya ibada miaka 30 hajaswali, mna vipindi vingapi kaviacha? Na kila kipindi adhabu yake ndo kama hivi. Kweli ana ujasiri wa kutolerate kwenye moto mpaka amalize adhabu yake ya vipindi ambavyo hajaswali? Lakini kitu ambacho mimi nafahamu, hakuna aya ambayo imezungumza kwamba kuna wengine wataingia kisha watatoka. Aya zote zimesema wanakwenda motoni khalidina fiha na wanaenda peponi khalidina fiha. Ijapokuwa kuna hadithi mtume kasema hivyo, lakini wataalamu wa hadithi wapo na wenyewe wana fani zao za kuzitathmini hadithi. Kuna watu wajanja wamepenya huku upande wa hadithi, wakatengeneza maneno yao, wakatengeneza isnadi, wakasema mtume kasema. Sasa hadithi za aina hiyo mara nyingi wataalamu wa fani ya hadithi wanazitia ila, wanasema hii ina ila, hii ni dhaifu. Katika wapokezi wa hadithi mna huyu jamaa, huyu muongo, ana tabia ya tadlisi, ana hivi. Hadithi kama hizo zipo, zinasomeshwa, lakini ukiingia ndani kwenye fani utakuta zina madhaifu. Cha msingi kwa Muislamu, unaweza ukafanya makosa lakini halafu ukadiriki katika wakati wako kabla hujafa tauba, ukatubu. Ukitubu Allah anasamehe ya nyuma. Sasa kama umesamehewa, huna sababu ya kuingia kwa muda halafu ukatoka. Pigania uondoke duniani, Allah akakuia radhi kisha kusamehe. Matangazo tele yamo, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Enyi waumini, tubieni kwa Allah. Yani man taba mina dhambi kama la dhamba lahu. Yoyote anayetubu dhambi yake mbele ya Allah anahesabika kama hana dhambi. Madamu umefanya masharti ya toba yamekubalika, yametimia, Allah akikusamehe, wewe huna tena dhima, hutoadhibiwa kwa makosa ambayo ushatakia toba au umeombea msamaha. Lakini pia hao waliofanya mema, wako wanaofanya mema halafu wakaharibu dakika za mwisho. Ukasikia Allah anasema kwenye aya, ulaika alladhina habitat a'maluhum, hawa amali zao zimeporomoka. Mtu ambaye amali yake imeporomoka, huyu hana excuse tena kwamba huyu atakwenda peponi kwa sababu alifanya kile alichofanya kishabatilishwa. Kwa hiyo kuna kubatilishwa amali za mtu na kuna kusamehewa makosa ya mtu. Unaweza ukafanya makosa ukaondoka duniani, ushasamehe, ushapatana na Mola wako, unaenda peponi moja kwa moja. Hasa hili jengine, hili linawalaki ni kwa sababu hata ukijua kwamba mimi nitaingia motoni halafu nitatoka, utakuwa na kiburi cha kufanya makosa ya makusudi. Yani unajiandaa kufanya makosa. Kisingizio chako na leseni, mimi nitaingia kwa muda. Hayo maneno hata wana wa Israeli wamesema, lan tamassana naru illa ayyama ma'duda. Sisi hautotugusa moto kwa kumkataa Muhammad labda kwa siku chache tu. Wengine wanasema ni siku 7 tu tutakaa motoni alafu tunatoka. Wengine wanasema siku 40 tu zile ambazo Musa aliongea na Mola wake, wazee wetu wakaabudia ndama. Hizo tu siku 40. Hasa haya matumaini, wewe pigana usende kabisa huko motoni, usiseme nitakaa kidogo halafu nitatoka. Sijui nimefahamika au nimepiga kelele za bure. Pigana, omba msamaha, tubia. Ukimaliza wewe umemalizia vizuri, ushapatana na Mola wako. Kuliko kwenda na matumaini kwamba mimi kwa nilivyoyafanya
Hata nikiingia motoni nakaa siku chache alafu natoka. Hakuna ujasiri wa kustahimili hata wiki moja motoni. Moto ndo moto. Pambana usiingie kabisa. Wallahu aalam.